The trendsetters on the Blue Drive. My lord, I wonder. Tuendelee kupata trendsetters. Ni kwamba tunaona katika mitandao body ya Prime Minister Raila Amolo Odinga watu wanaendelea na kuview pale Kasarani na wanaona vile watu wako wengi wa Kenya wamejitokeza kwa wingi wanaendelea na kuview the body of Prime Minister Raila Amolo Odinga. Ni taarifa ambayo ni mambo ambayo yanajiri kwa sasa na yanazidi kuendelea. You know, as we said yesterday, it is going to be a very long weekend for us as a country. Kuanzia leo mpaka pale ikifikia Jumapili ambapo watakuwa wana put the body to rest. Itakuwa najua kutakuwa na pita nyingi sana kwa sababu mpaka muda sasa mengi yameweza kutokea na inasemekana kwamba watu wawili wameweza kuaga dunia. Hii ni kufuatia the move by police officers to try and contain the mourners because watu wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Unaona mpaka inafikia tu vitu vingine ambavyo si vya kawaida vinafanyika. Kwa mfano mwili wa Raila Amolo Odinga ulipotua pale JKIA walipata kwamba Wakenya wameweza kutokea kwa idadi kubwa sana. Mpaka pale kwenye runway tayari unaona yani Wakenya wako hapo, ndege yani iko hapo hivyo na Wakenya, you know, this is not something that is normal. Okay, we all know people are saying that Raila Amolo Odinga is a movement in himself, even in his death anaweza ku move the country, you know. But I think I will agree with what the brother Oburu Odinga alikuwa anasema kwamba watu ni kweli kwamba watu mna huzuni, ni kweli ambapo ni uchungu sana, lakini let's try and follow things as they are planned, you know, so that vitu viweze kuenda kulingana na matakwa ya mwenda zake, because tunaona kwamba kwenye wosia wake pale vile alisema naomba niwe nimezikwa baada ya masaa 72, you know, but hivi vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi it's going to make it very hard for 72 hours because you know from morning mpaka saa kuanzia saa 3 it was expected that mwili wake umeweza kufikishwa parliament pale for public viewing, lakini ikaonekana kwamba ile idadi ya watu ambao wameweza kujitokeza itafanya pale bungeni ikakuwa ni pahali padogo, waka opt to go for Kasarani. And Kasarani also imeweza kuleta watu wengi sana shida hapa na pale, ambapo tunaona kwamba watu wengine kulingana na taarifa ambazo zinanifikia kwenye meza yangu, watu wawili wameweza kuaga dunia kutokana na ile kupigwa kwa vilipoa machozi ili kujaribu kudisperse the mourners, you know. So it is a call for people like we understand the pain, we are grieving and all that, lakini let's do the grieving and mourning in a specific manner to ensure that things are going according to plan. Tusiharibu mikakati. I know we all want to get there, we want to see him and all that, lakini kwa ajili ya mapenzi yake mwenyewe tuwezeshe hizi masaa 72 ambayo alikuwa anataka mwenda zake tuweze kuitimiza, kwa sababu mengi leo yalikuwa yamepangwa na hayajaenda kulingana na mipango, because people are many and they don't want for things to go as they are planned. Tutulieni tu, we can also mourn tukiwa mbali kidogo at a distance, so that we give the family and we also give the close friends at least at that moment to say goodbye. We know we all want to say goodbye, lakini sote tukisema tunakwenda haitawezekana. Let's do it in a very mature way. That is what I think. I'm not saying people are immature, because you know when grieving you can't control your movement and all that, but let's try our level best. Tujaribu tu kadri ya uwezo wetu. Na pia tunaona katika social media kuna huyu watu wa University of Nairobi. University ya Nairobi, watu wanafunzi wanasema wamechoka na kukaa nyumbani. So they are demanding immediate resumption of classes. So wameanza kuprotest, wanasema wanataka
kurudi classes, like mnajua tu strike ilianza na wamekaa nyumbani for so long. So wanaomba immediate classes zianze warudi shuleni. Alright. Ni kweli sana because ni muda mwingi sana wanafunzi wa chuo kikuu wa tofauti wameweza kukosa kuingia darasani. Hivi majuzi tulikuwa na shughuli fulani pale vile Technical University of Mombasa. Na tuliweza kuona tunaita wahandisi. Wahandisi ni engineer. Jamani. Tumia tu Kiingereza. Tuliona ma lecturers wakiwa pale. Jamani, alafu mnisaidie lecturer kwa Kiswahili tunamhitaji ili tusikoroge maneno. Nimekumbuka kwa haraka sana, kwa mpigo sana nimekumbuka kwamba mhandisi kumbe ni engineer. Lecturer tutamhitaji. Wasiliana nasi pale kwenye mitandao ya kijamii @Blue Radio Kenya. Well, back to TUM. Tukiwa pale TUM tuliona ma lecturers wako pale vile wanapiga gumzo. Wengine wakaanza paka kunengua maono sana kwa sababu hawana shughuli ya kufanya, wako tu. Sasa tutafanya namna gani kama sikukata maono? Kwa hiyo nasema raha jipe mwenyewe. Wanajipatia raha wenyewe. So kwa hiyo tungependa kama serikali inaweza kufuata mikakati inayostahili kuhakikisha kwamba watu wanarudi shuleni. But of course bado uko na umbea, uko na unajua siwezi kosa umbea. Nipe umbea. Sasa vile inavyoendelea tunaona kuna huyu jamaa bado wa Moi University amekuwa akiwa medical student kwa hiyo shule. Anasema yeye amekuwa na frustration akiwa shuleni. Like unajua mtu akiwa university you're supposed to go for 4 years. Anasema amekaa shuleni 9 good years. Kisa na maana ni anasema the standards za shuleni, kukosa fee, anakosa kufanya ile exam. So wanaomba yeye msaada. Anasema yeye amechoka na kukaa shule, amekaa university for 9 good years. Kwani anasomea udaktari? Anafanya medical. Sasa inaweza kuwa ni ile sijui ni refer, shida ni school fees. Medical so nafaka for is it 7 years? I think 7 but zake zimeongezeka. Zimeenda sana. Maybe some issues. Ama labda ame-specialize kwa kitu ameamua wacha tu. Sasa ukiona akiwa na frustration unajua kuna shida fulani hapo. Alright. Ndo umbea na mambo ambayo yanajiri pale kwenye mitandao ya kijamii. For the love we have for Raila Amolo Odinga. Of course this is kuna nyimbo ambazo ukizisikiza zinakuwekea the notion of Raila Amolo Odinga in the head as we celebrate his life, as we get to mourn the departure of one amazing gentleman. Let's sample this amazing tune. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.